Hello wa Tanzania. Kwa jina naitwa Dr. Zaidi, ni mkurugenzi wa Zango College of Health and Allied Science, chuo cha afya Tanzania kilichosajiliwa na kimeshafanywa accreditation. Nimekuja hapa mbele yenu kwa jambo moja, ni kuongea na wale ambao wamepata changamoto katika vyuo vyao mbalimbali ambao wamekuwa wakisoma awali. Moja ya changamoto ambayo imekuwa ikiwafesi ni changamoto ya kufeli. Ninaongea kufeli, narudia kufeli, narudia kufeli. Moja ya kitu ambacho kama mkurugenzi wa Zango College kinaniuma ni watoto kufeli. Hakuna kitu kibaya kama mtoto kufeli. Mtoto wakati anakuja chuoni, unakuta tayari halikuja kwa lengo mojawapo la kusoma ili afikie ndoto yake. Unapofeli chuo, ukafeli masomo, ukafeli kumaliza chuo kwa changamoto mbalimbali, aidha umefeli mtihani, aidha umekosa ada, au umepata shida ya ugonjwa na mambo kadha wa kadha ambayo yanaweza kusitisha usiendelee kusoma. Moja ya changamoto inayofikia uwezo ukafikia ndoto yako. Sasa sisi kama Zango tumehakikisha tunatengeneza utaratibu kwa wale wanafunzi wote waliokutana na changamoto zote za kufeli kujiunga na chuo chetu. Tumetengeneza utaratibu moja, tumehakikisha tunatengeneza taratibu ili kuwapunguzia mzigo. Moja, hosteli kuwa bure. Ninaposema bure ni bure kweli kweli, hakuna ujanja. Nikisema ni bure kweli. Utakaa hosteli bure katika kipindi chote utakachokuwa unasoma. Lakini utaratibu mwingine tuliowatengenezea hawa watoto ili wasiweze kufeli, tumewaandalia mikakati ya kuwa na walimu wa kisaikolojia ambao wanawaelekeza, wanafuatilia kwa nini mtoto amefeli, changamoto gani imeibuka mpaka akafeli, ni nini kimesababisha mpaka ashindwe kumaliza shule. Haya yote tunafanyia kazi chuoni. Lakini katika kuyafanyia kazi tunahakikisha, wengine unakuta wamefeli kwa sababu ya afya, tunahakikisha tumewatengenezea mazingira ya kufuatilia afya yao kwa ukaribu, kufuatilia wapi katika masomo halikuwa na changamoto. Unakuta mtu katika kozi zote 5 let's say za mwaka wa kwanza au kozi 6 za mwaka wa pili, unakuta hapa huyu mtu yeye ameshindwa somo moja. Masomo mengine unaweza kukuta amepata A, akapata A, lakini somo moja akapata 40 ambayo ni chini na kile kiwango ambacho kinatakiwa na wizara. Mwisho wa siku, kama huyu mtu hujamfuatilia, regardless kwamba alipata A kwenye masomo 4, huyu mtu utakuta amedisco kama ile amerudia mara ya kwanza, akarudia mara ya pili, kukatokea changamoto, lazima huyu mtu atadisco. Kumbe tukaona moja ya changamoto iliyopo ni kwamba tunatakiwa tutengeneze watoto ambao watakuwa wanajua kwamba kila somo ni muhimu ili aweze kumaliza katika kiwango kinachostahili na kinachohitajiwa na serikali. Kwa hiyo tumetengeneza utaratibu ambao kila wiki kwa wale ambao wanakuja kujiunga wapya kutoka vyuo mbalimbali, kutoka nyumbani, kuja kujiendeleza, sisi tumehakikisha tunawekea mazingira ambayo yanaweza yakawasaidia. Lakini kuna wale wengine wako kazini, wanataka waje kuhamia hapa. Sisi tumeweka utaratibu ambao tunaweza tukamfundisha mtu, tukampa hata muda wake maalum, tukamfundisha ili mradi aweze kufikisha yale masaa na muda unaohitajiwa na serikali ili aweze kufuzu katika hiyo kozi. Lakini tumetengeneza utaratibu kwa wale ambao wanaohamia kwenye chuo chetu. Sasa tumeweka utaratibu kwamba atahamia, lakini wakati huo anahamia kama alishasoma let's say mwaka wa kwanza anaingia wa pili, hawa amesoma semester ya kwanza ya mwaka wa kwanza anaingia semester ya pili, tumeweka utaratibu wa kuhakikisha tunawapa nafasi at least ya kuwa anafanya hata kazi nyingine tofauti na masomo ili waweze kujipatia kipato. Kwa sababu nakuta kuna mtu mwingine alikuwa anaingia mwaka wa 3, huyu mtu akafeli, hawa akashindwa kumudu. Kwa nini huyu mtu tayari ameshakuwa hata na leseni ya certificate? Kwa nini usimpe ajira
akahudumia Watanzania, lakini vile vile akaendelea kusoma huku akiwa anaendelea kufikia ndoto yake. Kwa hiyo tumetengeneza utaratibu ambao na walimu wote wanajua, management inajua, ili kuhakikisha huyu mtu anayehamia ni lazima apewe nafasi ya kipekee, kwa sababu huyu mtu tayari ameshakutana na matatizo makubwa. Ni lazima tuhakikishe tunakuwa naye karibu, tunamsaidia, tunakuwa na muda wa ziada kumsaidia. Na sisi utaratibu mwingine tulioweka, hao wote wanaohamia hatuwachanganyi na wale freshi, tunaweka peke yao ili tuweze kujua changamoto zao za kifedha zilikuwa wapi. Kwa hiyo tunahakikisha tumewahudumia mmoja baada ya mwingine, tunawapa mitihani ya mara kwa mara ya kujipima, tunawapa assessment, tunawapa homework za kutosha, lakini vile vile tumejali kipato chao kwa kuhakikisha angalau 1% ya wale wanaokuja hapa at least tuwape njia mbadala ya wao kujipatia kipato. Na hii inapatikana katika chuo chetu cha Zango College of Health and Allied Science kilichoko hapa Chamazi Magengeni, mkabala na hospitali ya rufaa ya Zango zaidi. Kwa hiyo tunawaombeni wote wale wanaopenda kuhamia kwenye chuo chetu waje wajiunge kuanzia sasa. Na sisi kwenye kujiunga hakuna wala complication na vitu kama hivyo. Kama ni kufanya registration tunakusaidia kwa kila kitu kuhakikisha hatukusumbui, lakini tunaomba wote wenye changamoto, uwe na pesa, usiwe na pesa, uwe na changamoto, wewe tupigie kwa namba ambazo utakuwa unaziona hapa. Huje hapa tukusaidie, tuone tunasaidianaje. Lakini kwa wewe ambao ulipata changamoto ya ada, tumejiwekea utaratibu, unaweza ukasoma. Kwa mfano una uwezo wa kulipa, na ukasoma, unapomaliza ukatulipa hela yetu. Tunajua wewe ni mtu mzima, tunaingia makubaliano mazuri ambayo atakusaidia uendelee kusoma, kwamba una changamoto, ili tuendelee na sisi kusaidia. Baada ya kumaliza tayari umeanza ajira, unaweza sasa ukaja kulipa ada zetu na mchango mbalimbali ambayo ilikuwa unadaiwa. Tunachohitaji ni wewe kujiunga na chuo chetu ili uweze kuonja hii project mpya ambayo tumekuja nayo sisi kama Wanazango College, kwa chuo ambacho kinatoa kozi mbalimbali za pharmacy, katika kozi za social work, katika kozi za mahabara, katika kozi za secretary, katika kozi za front operation, kwa maana ya wale watu wa mapokezi ambao wanasaidia kwenye masuala mbalimbali ya kiofisi. Kwa hiyo nitumie muda kuwakaribisha sana Zango College kwa ajili ya kuhakikisha mnahama, hata kule kokote mlipo mnaruhusiwa kuhamia hapa ili muweze kusaidiwa. Umekuwa na changamoto mbalimbali ya hela, unafukuzwa asubuhi, mchana na jioni, njoo jiunge na Zango. Tutakusikiliza, tutaangalia namna gani ya kusaidia ili uweze kufikia ndoto yetu. Kwa sasa sisi tunaamini kwenye kumfikisha mtu kwenye ndoto yake ambaye anaiamini. Asanteni sana kwa kunisikiliza, ndugu wa Tanzania.